Tell us the difference between Ruto and Matiang'i. Because we think both of them are dictators. My friend, Ruto is not even a dictator. Ruto is just a thief who was described in Bible, John 10:10, that a thief came to steal, kill, and destroy. Tell me one thing that Ruto has dictated. Ruto does not dictate anything. Ruto, he comes to steal, kill, and destroy. He has destroyed our education. He has destroyed our hospitals. He has killed our children. Right now, Ruto is among the richest presidents in the world because he has ameiba karibu kila kitu. Now, let me tell you about Matiang'i. Matiang'i will not tell about it. I'll give you the stories. In 1960, there was a scheme, buying land scheme, that was formed in majority from people of Murang'a called Kehio Mwere. Kehio Mwere, when you walinunua mashamba mingi through that scheme, then some other people in that group wakaanza kuua wengine ndio wachukue hizo mashamba na wauzia watu wengine. So people have been dying in Kehio Mwere since 1970, 1980, 1990, 2000s. People have been dying about it. Ni kama ile unasikia Boy Kamete. Like mtu yote akienda ukontest aseme oh si tulikuwa na shares, shosho yetu alikuwa hapa na shamba, mimi nilikuwa na shamba, kichwa inawekwa kwa box na inapelekwa other family members. Ndio ikuwe funzo. Hakuna mtu anastahili aongelee hiyo shamba inaitwa Kehio Mwere. The things I'm talking about, people of Kehio Mwere and Murang'a, they know it because I was given the story by the chairperson and one of the senior official in that Kehio Mwere. Ilikuwa imefika mahali mpaka watu wanaona wamekufa, their children are coming, they are dying, fighting for the same land, na kila mtu akiongea anauliwa. So one day Uhuru akaenda Murang'a function. Akitoka function, mama mmoja akauliza Uhuru, why don't you as a president settle this thing? If there is nothing else you will do for us, settle this thing for Kehio Mwere. Tumezeka. Na sisi tukienda kuongea watu wanauliwa. Watu wenye walikuwa wanapigania hii shamba karibu wote wamekufa Kehio Mwere. It had a lot of land and properties. Uhuru called Matiang'i. Akamuuliza nao, umesikia watu wenye watasema about this Kehio Mwere. What can we do about it? It has been for decades. Imekuwa ni damu, watu wamekuwa kiuliwa, vichwa zao zinapelekwa in boxes ndio watu wengine wote waogope. So the next Monday Matiang'i akaita watu kuongea nao. Some of the officials wakamwambia, my friend, if you'll be lucky to live to see the other day, then you'll be very lucky in this issue of Kehio Mwere. Akamwambia mpaka hii, my friend, ukiongea hata kichwa yako inakujiao na Mongeki na unauliwa. Kuna watu wanauaga watu huku since 1960. Hata time Mongeki haikuwa, yani anatishwa. Are we together? Akamwambia now, what do we do? Akaita some of the officials of the government. Akamwambia hapa, my friend, the reason this thing haiguzagwi na mtu because hii ni makamoto. Ukiguza hii mpaka your family might die in this. But he looked at them akawauliza. I'm giving you a story I was given by one of the officials of the Kehio Mwere. Akawauliza, if sisi tuko na kiraoni, tunaweza kuwa tunajificha chini ya kitanda when these things are happening, what about wananchi? See, that's why their heads zinaletwa kwa maboxes, zinawekwa kwao. Yeah? Because kama sisi tuko na kiraoni tunajificha. Matiang'i akamwambia wachaneni na hao. Hao wacha waende uane. I'm going to the Ministry of Lands. Na hakuwa Minister of Lands. Akaenda kwa Minister of Lands. Akaambia everybody in the Ministry of Lands, in a matter record of 1 week, I want all the files from 1970s of the Kehio Mwere. Akambo files zilipotea. The first 4 senior people wakapewa dismissal letter nyumbani. Ati files zilipotea nyumbani. Hao wengine wakajua, my friend, this is not a joke. All of us will go home with this. And the kesi iwekelewe kwa jikoni. My friend, within 2 weeks, kitu imekuwa ikifanyika for the last almost 50 years, watu wakiuliwa na files zinapotea. Magically, within 2 weeks, files zikapatikana zote. And within, I think it was 2 months, all the title deeds zikakuwa processed of the Kehio Mwere. Na that matter ikakuwa arrested in 2015. Mpaka Uhuru mwenyewe akashanga muuliza, how did you do this? My friend, the difference between the two, one is a no-nonsense leader and the other one is just a mere thief.